Hello, karibu sana Felician TV Network. Kama wewe ni mwanafunzi unayesubiri mkopo wa Heslop au tayari umeomba na una wasiwasi kama utapata au la, basi hii video ni kwa ajili yako. Na leo tutaelezea kwa kina kuhusu kukata rufaa, yaani apili ya mkopo wa Heslop. Sasa apili ni nini? Inafanyika lini? Inahitaji nini? Na kwa nini ni muhimu kwa wewe mwanafunzi ambaye umeomba mkopo mwaka huu 2025-2026 kufanya apili? Yote haya utayapata hapa. Lakini kabla tujaendelea, kisha kwamba una subscribe channel yetu ili uwe wa kwanza kupata taarifa zetu pindi ambapo tutakuwa tunaziweka hewani. Tuanze namba moja kabisa. Kukata rufaa ni nini? Au kufanya apili ni nini? Sasa kukata rufaa ni mchakato wa pili wa maombi ya mkopo unaofanywa na mwanafunzi ambaye moja, hajapewa mkopo kabisa; mbili, amepewa kiasi kidogo kisichotosheleza au kulingana na mahitaji yake halisi. Kwa ufupi, apili ni ombi la marekebisho linalowasilishwa kwa bodi ya mikopo ya wanafunzi wa elimu ya juu, yaani Heslop, baada ya matokeo ya awali ya mgao wa mikopo, yaani allocation result, kutoka. Kwa njia hii, mwanafunzi anaomba bodi ifikirie upya maombi yake kwa kutoa ushahidi wa ziada unaonesha hali yake halisi ya kifedha au kijamii. Sasa wakati upi wa kukata rufaa au kufanya apili? Kukata rufaa hii inafanyika baada ya matokeo, yaani allocation result zote kuanzia batch 1, batch 2, batch 3 kuwa zimekamilika. Na kwa mwaka huu itafanyika kuanzia tarehe 1 Novemba hadi tarehe 15 Novemba 2025. Kwa hiyo ni muhimu sana kujiandaa mapema na kuandaa nyaraka zote muhimu kabla ya majibu hajatoka ili usikose muda wa kufanya apili. Sasa ni sababu zipi ambazo zinaweza kufanya wewe mwanafunzi ambaye umeomba mkopo 2025-2026 ukafanya apili? Zipo sababu kuu tatu ambazo zinaweza zikakusababisha mwanafunzi kukata rufaa. Sababu ya kwanza, hukupata mkopo kabisa wakati hali yako ya kifedha ni duni. Mbili, ulipata mkopo lakini kiasi kilichotolewa hakitoshelezi kulipia ada, chakula na malazi na kadhalika. Tatu, ulikuwa na tatizo la kimaombi, mfano ukiweka baadhi ya nyaraka au taarifa muhimu kwenye application ya kwanza. Kwa hiyo apili ni nafasi yako ya pili ya kujitetea na kueleza kwa ushahidi kuwa unastahili mkopo zaidi. Sasa ni nyaraka zipi muhimu au supportive document ambazo utatakiwa uziandae wakati huu tunapokuwa tukielekea katika dirisha la apili? Sasa Heslop haitoi mkopo kwa maneno pekee, inahitaji ushahidi wa maandishi unaothibitisha hali yako ya kifedha. Sasa hizi ndizo nyaraka zenye uzito mkubwa zaidi ambazo utapaswa kuziandaa. Nyaraka hizo ni kama zifuatazo: moja, cheti cha kifo cha mzazi ikiwa mzazi au mlezi wako amefariki. Mbili, fomu ya ulemavu, yaani disability form, ikiwa wewe au mzazi wako ana ulemavu. Tatu, namba ya TASAF ikiwa familia yako inadhaminiwa na mpango wa familia maskini Tanzania, yaani TASAF. Nne, ni sponsorship form ikiwa ulifadhiliwa wakati unasoma O-level au A-level, na hii inaonyesha kuwa haukuwa na uwezo wa kujisomesha. Sasa kwa wale wote ambao hawana hizi nyaraka, je, nyaraka zipi ambazo utatakiwa uziambatanishe ili ufanye apili na upewe kiasi kikubwa cha mkopo au upewe mkopo? Sasa kuna nyaraka mbili ambazo utatakiwa uwe nazo ili kufanya apili kama hauna dokumenti ambazo nimezitaja hapo juu. Moja ni barua kutoka ustawi wa jamii, na hii barua inatolewa na maafisa ustawi wa jamii, wilaya au kijiji, na hii inathibitisha hali ngumu ya kifedha ya familia yako. Lakini hii barua ina uzito mkubwa sana, inasaidia Heslop kuelewa mazingira unayoishi. Mbili, utatakiwa uwe na barua ya utambulisho kutoka kwa afisa mtendaji wako wa kijiji au mtaa kuonyesha kwamba familia yako kweli inaishi katika mazingira duni.
na uchumi wake ni mdogo. Sasa huenda hauelewi namna gani ya kupata barua ya ustawi wa jamii. Sasa haya ndio mambo au hizi ndio hatua ambazo utatakiwa uzifate ili kuweza kupata barua kutoka kwa ustawi wa jamii. Jambo la kwanza ambalo utatakiwa ulifanye, anza kwa afisa mtendaji wako wa kijiji au mtaa, muombe akuandikie barua ya utambulisho. Lakini 2, barua hiyo itakuwa na maelezo muhimu, hali yako ya kifedha, kama wazazi hawaishi pamoja au kipato ni kidogo. 2, nenda na barua hiyo ofisi ya ustawi wa jamii, eleza kwa uwazi hali halisi ya maisha yako. Ueleze kuwa unafanya apili bodi ya mikopo na unahitaji barua hiyo ili kudhibitisha hali ya kifedha ya familia yako. 3, afisa ustawi wa jamii atakuandikia barua rasmi. Barua hii itaelezwa kwamba hali yako ya kifedha ni ngumu na inapendekezwa HESLB ikupatie mkopo. Hii barua ni ushahidi wa kijamii, yani tunaweza tukasema social verification, na ni muhimu sana wakati wa wewe kufanya apili. Sasa kwa nini ni muhimu wewe kwa wewe mwanafunzi kuweza kufanya apili? Kwanza kabisa, maisha ya chuo bila fedha ni magumu sana. Sasa HESLB inaweza ikawa ilikosea kukupangia au haikupata ushahidi wa kutosha wakati wa maombi ya kwanza. Kwa kufanya apili, unajiweka katika nafasi ya pili ya kufanyiwa upya tathmini na huenda ukapata kiwango kikubwa zaidi cha mkopo. Sasa vidokezo muhimu ambavyo unatakiwa uvijue na wakati unafanya apili. Kwanza tambua kwamba unapokifanya apili ni bure. Maana hautachajiwa pesa yoyote kama ada ya kufanya apili. Na kwa wakati huu ambacho utakiwa ukifanya ni kuandaa tu nyaraka zako muhimu ili unapokuwa ukifika muda wa kufanya apili basi uweze kufanya apili. Lakini tambua kwamba apili inafanywa na wanafunzi wote ambao hawajapata mkopo 100%. Ikiwa ukupata mkopo, ikiwa ulipata mkopo 1% kidogo, hata 50% au hata 90%, basi wewe upo katika nafasi ya kufanya apili. Kwa hiyo hayo ndio mambo muhimu sana ya kuzingatia kwa wewe mwanafunzi ambaye unatamani kukata rufaa, uweze kuzingatia ili uweze kupata. Sasa kama video hii imekusaidia, tafadhali like, share, subscribe ili wengine nao wapate waweze kufahamu. Lakini pia kama utakuwa una swali lolote na unahitaji msaada, basi unaweza ukacomment hapo, then mimi nitaweza kukusaidia. Katika video ambayo inafuata nitakuja kuelezea namna gani sasa ya kuweza kufanya apili kwa wewe ambaye umepata mkopo au bado hujapata mkopo. Na haya yote utapata hapa Felician TV Network. Karibu sana.